Nyie vipi tena kuna ofisi za watu bila appointment? Shikamoo baba. Marahaba, hujambo? Tumekuja kuchukua matumizi na mahitaji ya mwanao. Hivyo akwambie mwenyewe. Begi la shule limechanika, pesa ya chakula na vitu vya shule vimechanika. Aisha, viatu hata miezi miwili havijamaliza ushaachana? Ndiyo baba. Okay, sawa, nimekuelewa. Na wewe? Hivi wewe 5,000 unayonipa unafikiri inakidhi mahitaji yote kwa mwezi na mwanao? 5,000 hiyo nilipe kodi, 5,000 mwanao wale, 5,000 hiyo hiyo nimkizie mahitaji yake ya shuleni, si ndio? Sasa Aisha, kuna haja gani ya kupiga makelele? Unamfundisha nini mtoto? Ana utoto upi huyo? Kuna muda mimi mwanangu anakaa haoni thamani ya kuwa na baba, na wewe upo tu unaponda la na mke wako. Okay, sawa. Mimi sasa hivi bado ndo nimefungua hapa. Nitakupigia baadaye jioni uje uchukue hiyo hela na matumizi ya mtoto. Sikiliza nikwambie, uvumilivu ukinishinda, nitamchukua huyu mwanao nitakuletea pale kwa mkeo. Na leo usinione nimekuja hivi kiustaarabu. Siku nyingine sitokuja hivi. Twende. Vipi? Mbona kama huko sawa? Amna, niko sawa mmeo. Okay, nikuuliza kitu. Abe mmeo. Yule dada nilipishana naye pale mlangoni ni nani? Mbona kama unatetemeka vipi? Unaumwa? Unakaribia kujifungua? Amna mmeo, nasikia tu baridi. Mbona umemuulizia yule dada? Naona amefanana ndugu yangu. Yule ni rafiki yangu anaitwa Eliza. Alikuja tu kunisalimia. Oh. Sawa. Niendelee maji ya kuoga, nataka nitoke. Sawa. Nikamwambia na mimba yake, akafurahi mwenyewe shoga. Tukiwa chumbani mimi tukiwa tu kwenye mambo yetu yale. Yaani mimi namwaza Pablo tu. Yaani Pablo tu, yaani Pablo kanikaa tata. Karibu mnao. Asante. Pale na kazi. Asante mke wangu. Japo kazi yenyewe hivyo hivyo, ila sipo sawa sana. Wewe kipenzi changu, unajua sipendi kuona ukiwa upo sawa. Hivi unakumbuka nilikwambia na mtoto anaitwa Aisha? Njoo nakumbuka. Kwani kuna nini? Anaumwa au nini kimempata mna? Hamna, haumwi wala hamna kilichompata. Ila walikuja pale ofisini. Ujio wao ndo umenichanganya sana. Wamekuchanganya? Kivipi tena? Walikuja kufuata hela ya matumizi na hela ya shule. Ila sasa ule ujio wao, yani yule mwanamke anaongea kama ananichamba hivi. Wewe naye kufuatana hadi kazini. Kwani utaratibu wenu wa kumlea mtoto upoje? Isije kama mnapendana na bado mnanificha tu. Kwa mwanamke gani pale? Yaani yule mwanamke ukimweka ndani, una haja ya kununua redio. Anaongea mpaka anaboa. Hebu tuachane na hayo bwana. Vipi chakula? Unakula ndo kaoge au unaoga ndo ule? Nisikilize wewe mwanamke. Tena unisikilize kwa umakini. Hiyo hela mimi sikuiokota. Nataka hela yangu. Ukiona nimeacha kazi zangu, nimekufuata huku, aisee nitakudhalilisha. Kabla sijakata hii simu, nataka kuona message ya imethibitishwa. Kama nimekufananisha hivi dada? Wewe si kakake na marehemu Isabela. Nilikuona siku ile tunamaliza msiba pale. Ndio. Na wewe ulikuwa unamuuliza Shabani maswali ya msingi sana siku zile.
Ni kweli kifo cha mdogo wako kilitusikitisha sana, na Isabela hakuwa na makuu na mtu, na inasemekana hata sababu ya kifo cha mdogo wangu Isabela ni Shabani alimleta mwanamke mwingine wa nje wakati mdogo wangu yuko pale ndani. Je, yana ukweli wote haya? Hilo ni kweli, na huyo mwanamke yuko pale ananenepeana tu. Mimi simpendi kama nini. Yaani ingekuwa amri yangu mimi, ningempa sumu afi. Why? Ana roho mbaya. Na huu mguu nilikuwa namfuata Shabani. Sijui nitamkuta. Kwa hilo siwezi kukuhakikishia. Wewe ungeenda tu. Basi sawa, nashukuru. Shula, umenipa rafiki yangu sasa hivi. Unakula nini wewe? Wewe kaka, umechanganyikiwa hapo? Mimi niko sawa. Mimi rafiki yako tumesoma wote. Kwa hiyo wewe unaona hata tu babani unasimamisha ovyo, sio? Mani. Wewe umemshauri mwalimu wako sasa shida nini? Sina simu. Nifati basi. Sina simu mimi. Unachanganya. Wewe sister vipi wewe umechanganyikiwa? Ni sina simu yako hapo hiyo. Fanya wakati zako bwana. Wewe umekutana naye wapi huyu? Si unajua kwenye wakati zetu pita mitaa fulani hivi mtu kajaa tukakutana nao. Vipi lakini tambo si la kwenda. Oa, sikilizeni wanao. Huyu mnamsalwa hii tambo mimi ni demu wangu. Demu wako? Oa, kama vitu ndio tukamfuatilie. Shemeji. Vipi tena? Shemeji, bora nimekuona. Shemeji, nimeibiwa simu hapa. Au vibaka ukaona utawakumbuka? Kiona na wajua shemeji. Wameelekea wapi? Hata walikwenda mimi sielewi. Tuanzie huko. Yaani bora Mwenyezi Mungu angeniumba samaki, ningekuwa naisha zangu baharini na chakula changu kingekuwa mchanga. Hata wale wajinga kuniumiza, maumivu nisingeona. Mwenyezi Mungu angenipa fursa ya kuwa mshauri wake, ningemshauri wanawake wote kipindi ambacho yake angewaomba na mikia, kwa sababu wanawake wote ni mbwa. Maneno gani unayozungumzia? Wewe ni nani unanitoa katika uwepo? Katika uwepo? Uwepo gani unaozungumzia wewe? Maneno ya kumkufuru Mwenyezi Mungu? Nisikilize wewe mfungwa kizibo. Hayo yote unaona mimi nawapitia saizi hapa. Nini ndo sababu ya mimi kuwa katika hiyo hali? Kwenda. Pablo, mbona uko nao? Shemeji, hao ndio walioniibia simu. Pablo, afuasi rafiki zako wewe na siku ile ni wakuta wote pale uchochoroni. Sikia, acha kuleta tantalila hizo. Sikia, mamtoa simu haja kuibiwa amekuokotea. Mimi hivyo niletea mimi, nikasema kwa sababu naifahamu ni ya kwako, nikaamua tu kuja nayo moja kwa moja kwako kusudi nje nikuone. Nimefurahi tu kukuona yani. Sikilizeni nyinyi. Ondokeni, mimi mniache na mama mtu hapa. Shemeji. Basi ngoja mimi niende na safari zangu. Sawa shemeji. Poa. Nataka ila yangu Eliza. Yaani shoga yangu, hivi ndo yaani mdo ulivyonipigia tu simu ndo nikana toka nikachukua hela mchezo. Yaani kitoka tukuchukua hela mchezo hela 10 nakupatia. Sikiliza. Una hela? Nipe simu. Sasa hela na simu vinahusiana nini? Hujui kwamba hii ndo inaweza kufanya mchakato ukapata hela yako? Mimi inanihusu nini? Shikamoo.
Marahaba, ujambo anko? Jambo, karibu. Asante. Shabani nimemkuta? Hayupo, pia na mke wake hayupo. Sawa, nitarudi baadaye. Sawa. Shika simu mke wangu ikague kama kila kitu chako chote kipo sawa. Maana unajua kabisa vijana wao waaminifu kabisa. Hela yangu haipo. Pesa? Ndiyo, kulikuwa kuna 20,000 nyuma ya cover. Hivi vijana wanachukuliaje? Yaani adili kabisa kumwibia mke wangu. Kuniibia? Wewe ulisema hii simu aliniokotea. Sasa inakuja unasema tena aliniibia. Si unajua tena fly kizidi bwana. Hem, kwanza nipe namba yako kusudi baadaye tuwasiliane vizuri. Vipi lakini mwanangu anaendeleaje? Anaendelea vizuri. Nikumisi baba. Mimi nakumisija nikuzidi wewe yani. Na ndio yeye. Okay, sawa. Sikutani mpenzi wangu. Nimekumisi mpaka sio poa. Kweli. Usiseme hivyo, ona. Unajua mtoto kweli kapiga teke. Mtoto anakutaka babake. Kwanza nikwambie, nimefurahi sana kukuona leo baba wa mtoto wangu. Wewe mwanamke, unaongea na nani kwenye simu? Nilikuwa naongea na mama, alikuwa anaulizia juu ya ujauzito wangu. Afu mume wangu, toka lini unarudi nyumbani umeelewa jamani? Wewe unauliza hivyo kuanzia lini unauliza hivyo? Na unauliza wewe kama nani unauliza mimi niko hivi nimeelewa. Aje nikuuliza una uhakika ule uko unaangalia na mama wako utanijibu? Ndiyo, ni mama mume wangu. Nasikiliza wewe mwanamke. Nataka nikuulize swali dogo tu. Hivyo ushaokaa na kujiuliza kwenye akili yako kwa nini wanaume ni wanawahi sana kufa kushinda wanawake? Hapana mume wangu, sijawahi. Ushaokaa na kujiuliza kwa nini ukienda gerezani wanaume ni wengi kushinda wanawake? Hata nyumba za ibada pia ushakujiuliza kwa nini wanawake ni wengi kushinda wanaume? Nasikiliza. Tena sikiliza kwa makini na alikuingia. Wewe usije ukamtaka shetani akaacha mizunguko yake huko akaja kuzungukia kwenye nyumba. Umeelewa? Usije ukafanya shetani akaacha mizunguko yake akaja kuzungukia kwenye nyumba. Tumeelewana? Lakini shoga yangu. Lakini nini? Nadhani umenielewa. Lete pesa au nikuoneshe upande wangu wa pili wa Lecho. Hivi unafikiri kuna mtu anapenda kudaiwa au kuwa na madeni? Ni ugumu tu wa maisha, ndio maana unafanya tunadaiwa. Hilo mimi alinihusu. Kabla hatujadhalilishana, lete simu. Si umesema unaenda kuchukua hela, utapitia kuikomboa. Hivi Lecho, tunavyokopeshana, tulikiana hadi kwamba nikishindwa kulipa, unachukua simu yangu? Sikiza Eliza, simu unatoa. Simu sikupi, bora tudhalilishane. Simu unatoa. Simu sikupi. Simu unanipa. Achia simu yangu. Simu unanipa Eliza. Jamani, acheni kupigana jamani. Muone kwanza. Shenzi wewe. Unajikuta nani wewe? Na anabaki sana tu mambo ya kike. Wewe vipi huyu? Yaani hasira zangu zote zingemalizikia yeye. Sikiza shoga yangu. Mimi hela yako hii hapa, naomba nikupunguzie, nyingine nitakumalizia. Kwa Eliza, bila kushikana shikana usingenipa hela yangu, si ndio? Sijali. Hela yako nyingine nitakumalizia. Lakini nilikuwa na shida. Hivi hamna sema unaochezesha mchezo? Maana na shida sana na mchezo. Sikiza nikwambie, mchezo nachezesha mwenyewe. Nipe siku 2.
nitakupa majibu kila siku 2000. Naomba usinisahau, nakutegemea sana. Mimi naenda hivi. Ninavyorudi naomba unipatie majibu. Okay. Haya, poa. Kwa bila kushikana hela yangu nisingepewa. Shit, kwecho. Samani dada, sasa hizi. Salama. Samani, mimi naitwa Neema. Natokea mitaa hapo kati. Nina shida rafiki yangu, naomba unisaidie. Shida gani? Natafuta kazi yoyote ya kujishikiza, maana nitoke shule, nipo tu nyumbani. Nataka niwe najitafutia pesa hata kidogo. Asa usiposema kazi gani? Hapa mjini kuna kazi nyingi, afu pia kuna aina nyingi za upatikanaji wa pesa. Sijakuelewa hapo unamaanisha nini? Shika namba yangu. Ukikaa na kutulia na ukunielewa na maanisha nini, basi utanicheki. Maana saizi kuna sehemu na wae. Sawa. Asante. Poa. Vipi mke wangu? Mbona kama hauna raha kama mimi jana nilivyorudi sina raha? Shida nini? Ni kweli mume wangu sina raha. Nadaiwa pesa gauni lile ambalo unasemaga nikivaa napendeza. Nilikopa, sasa ile nikopa ananidai sana. Anakudai shilingi ngapi? Anadai 20,000 tu. Yaani leo ilibaki kidogo anyang'anya DC yangu. Okay, sawa. Basi kesho nitakupa mpelekee. Kweli mume wangu? Na kweli. Asante mume wangu. Afu mume wangu, kuna kitu nilikuwa nataka nikushirikishe. Kitu gani? Na siku kama 5 hivi nilikuwa sijisikii vizuri. Nikaenda hospitali kupima. Majibu yametoka kwamba mimi ni mjamzito. Wewe. Sema kweli. Kwa hiyo nataka kuniambia huko tumboni kuna mtoto? Ndio mume wangu. Wow, sasa sikiliza mke wangu. Ile suruali nilikuwa nimevaa leo ile suliona? Mle kuna 50,000 ile 20,000 ulikuwa umeniomba, chukua tu ile hela yote. Kweli mume wangu? Kweli. Halafu kitu kingine nataka uniambie leo natamani kula nini, ili nikuandalie mwenyewe. Leo natamani kula mihogo yenye pilipili nyingi na ugali. Hivyo tu? Okay, sawa basi naenda hapo gengeni nikaangalie. Kama nitakosa mihogo, kesho ninapotoka kazini nitakubebea, sawa? Yaani uende afu usirudi na chochote. Bora ubaki huko. Mke wangu. Sema nitapata tu, sawa? Nakuja. Haya. Vipi Dilo, mbona kama hivi? Safi ndugu yangu. Unajua mwenzako mwanangu leo. Nusu kidogo niende mbinguni jamaa. Shida nini? Nini kimekupata? Nilikuwa naenda zangu harakati zangu, napita pale road pale nikakutana na wanawake wawili wanapigana. Sasa nikasema ngoja nikaamulie, ila sijui nini chanzo. Kilichonikuta. Kwa mwanangu nao unapigwa na wanawake mwanangu. Sasa mwanangu kupigwa na wanawake nao hiyo. Sema nini mwanangu? Tuingie mtaani hapa tukatoe kitu. Sasa maneno ilibidi uongee toka mwanzo ulipofika hapa. Mambo ya kuulizana kupigana yalikuwa afiki hata huko yani. Kuhusu hapa. Jamaa wangu muongea tena. Wewe Maduga vipi? Mbona mbio mzee? Wasikia mwanangu. Kwa na Pablo huko chini mwanangu tumekichafua tu ametufukuzia kinoma hivi. Mshafanya nini tena huko babu? Sio poa mwanangu, hivi nimeacha wengine wanafukuzia Pablo, mimi moto nipite zangu hivi. Okay, sikia. Wenzetu basi mwanangu. Sikia, mimi sisi nikaenda naye. Wewe shuka, afu tashikishana. Mbona kwa mwoga mzee? Talia mwanangu, talia. Nini? Ndiyo, jana wakati umetoka kuna mgeni wako alikuja hapa nyumbani. Mgeni gani? Yule wangu alikuwa anaongea sana kwenye kikao ile siku zile. Alikuja na nani? Alikuja peke yake na alisema atarudi. Alisema atarudi lini? Sijui ni lini.
Hivyo mwanamke? Kwa jana mimi nilivyotoka tunaokamua kutoka, si ndio? Hapana mume wangu, sio hivyo. Alafu kuanzia leo hii, hilo neno mume wangu naomba ulifute katika kinywa chako. Tumeelewana? Nisikilize nikwambie mume wangu. Jana mimi nimetoka hapa, nilienda sokoni. Akati nimeenda sokoni nikiwa njiani nilivamiwa, nikaibiwa simu yangu. Nikaanza kuhangaika kutafuta simu yangu. Kama bahati tu Shemwanzi alipita. Alivyopita Shemwanzi akanisaidia nikaipata ile simu, nikarudi nyumbani. Sasa wewe mara mimi nimeenda kufanya sanga. Nimeshakwambia, kuanzia leo hii hilo neno mume wangu naomba ulifute. Wewe jana shemeji yangu alivyokuja hapo ulikuwepo? Sikuwepo, sasa si ndio muda ambao niko sokoni. Nani anagonga mlango? Sijui. Mama nikupe ubuyu. Ubuyu umeupata wapi? Vipi? Una pilipili au hauna? Mama sio ubuyu wa kula, ni umbea tu. Haya naambie. Si alikuja lako wala kopa naongea sana kakake na Isabela. Vipi? Alimkuta Shabani au mke wake? Hakumkuta mtu. Sasa nimemwambia Shabani. We mama kastuka. Nitamani kucheka lakini niogopa kufunga. Mbona leo atakaa tumbo joto? Sasa nimemwambia Shabani. Kaingia ndani haraka, sijui kwa ndani kanaendelea nini. Haya, tuachane na hayo mwanangu. Toka shule ifungue, sijakagua madaftari yako. Hivyo leo niandalie madaftari yako yote, nataka kuyakagua. Sawa mama. Ujiandae, twende kwa babako, maana siku ile alisema atanirudia. Mpaka sasa naona kimya tu. Viola, mambo? Hata sio poa sana shoga yangu. Nini tena, mbona poa kidogo? Kuna nini shoga yangu? Au umeshafika siku za kujifungua? Bora hata hivyo shoga yangu, yaani nahisi najifungua kabla ya siku zangu shoga yangu. Nini kinaendelea? Au maneno yangu yameanza kutimia? Shoga yangu, shemeji yako nakwambia amekuja hapa. Jana ile ananiuliza maswali hata simuelewi. Sijui amejua kwamba hii mimba sio ya kwake. Yaani nahisi kama amejua, maana akaniuliza maswali magumu. Yaani sielewi hata nafanya nini shoga. Nini kinaendelea shoga yangu? Au maneno yangu yameanza kutimia? Mtu sielewi. Abiola. Abe mume wangu nakuja. Dada samani, mambo? Poa, kwema? Kwema. Samani, hujakutana na mkaka fulani kavaa mzura wa njano na t-shirt nyeusi? Ndio, nimemwona. Kwani mnafahamiana? Ndio, umemwona wapi? Si muda mrefu sana alikuwa anaingizwa kwenye gari la polisi. Inasemekana alikuwa anatafutwa muda mrefu sana. Sawa, asante kwa taarifa. Ila pole kama ni ndugu yao, kwa sababu inaonekana amefanya kosa kubwa sana. Maana jinsi alivyobeba maskini hadi uuma. Halo. Mambo vipi mrembo? Mrembo? Wewe nani? Usijali, mimi nakujua. Wewe unaitwa Lecho? Ndiyo, mimi naitwa Lecho, ila mimi sijakufahamu. Labda ungeenda kwenye point. Oh. Sawa. Kama nilivyotanguliza kusema, wewe ni mrembo. Natamani uwe faraja ya moyo wangu. Na imani wewe ni mzima, umenielewa vizuri sana. Naambie. Usijali, utanijua. Tutakuelekeza sehemu tukutane. Kama utojali tutambuane.
Labda nikipata muda. Oh, basi naomba ukimaliza kazi zako baadaye jioni unijuze ili nikuelekeze maeneo nilipo. Mi sina dakika wala vocha hapa. Sasa nitakujuzaje? Swala la vocha kwangu ni swala dogo sana. Namba hii inapokea fedha? Ndiyo. Sawa, nakutumia pesa sasa hivi. Itakusaidia kwa matumizi madogo madogo pamoja na vocha. Sawa, poa. Mama tayari. Haya mwanangu. Twende basi. Ausi. Poa ndugu yangu, karibu. Karibu sana. Bwana Truth. Bwana Lamso. Umeshusha mizigo. Mpya kabisa. Yaani umeshuka leo. Kutoka viatu mpaka nguo sasa. Ndugu yangu nimeona kabisa hapa. Nikisema nikomae tu na maviatu masendo. So kweli, stoboi. Maana nimeona niweke kidogo na pamba. Hebu namba nipatie. Hii t-shirt nyeusi. Sometime. Tayari sana huu mzigo babangu. Tingapi? Unaona hii hapa hii saa 18. 18? Vipi? Utanilegeza kidogo bwana. Au si familia. Kwa saa 15 basi. Sijali. Mimi na wewe tuzulia. Na leo baba una furaha? Bana huko nyumbani huko shemeji yako. Kafanyaje tena? Yaani kumekucha vizuri leo kwenye. Haina shida. Ndivyo nani? Sema ngoja niwahudumia. Mimi na wewe tutaongea. Haina shida. Takupigia. Poa poa. Takupigia. Shukran. Poa. Wewe nawe? Wewe unawahi kufika kazini, sio kila siku unaniachia mikazi mwenyewe. Sala bwana. Si unajua mwenzo weekend nisipotoka siwezi kuwa sawa. Yaani Esther unaboa wewe. Unajua kabisa nitakiwa ujim kazini, alafu unakesha klabu kweli? Usijali bwana. Habarini za kazi? Salama. Karibu. Asante. Naweza kupata chai? Ndio, chai na kitafunwa gani? Chapati 2. Haya sawa. Karibu naye maji hapa. Yaani ni umbea tu ambao unauwaza wewe. Sasa basi, sasa hivi takiwa tuwekeane zamu ya kuwahi kufika kazini. Maana mimi mwenzako nachoka ujue tu. Sawa, nimekuelewa. Ila hali ya biashara ya leo sijui ipoje. Si kawaida kukosa oda mpaka muda huu. Utaamini wateja hawajanitafuta hata kwenye simu tu hamna. Sasa fanya hivi, chukua simu apigie. Inawezekana akawa ana salio. Si unajua siku azifanya ni shoga yangu. Ila kweli. Mungu wangu. Kumbe simu yangu ilizima. Yaani umekaa hapa muda tunajalamisha wateja wa kutafuta. Kumbe umezima simu. Yaani ni umbea tu unaowaza wewe. Shoga yangu ndo unichambe. Hebu tuachane na wewe kwanza. Wapigie wateja, tuchukue oda mapema. Nini kinakuuliza? Njaa inauma. Hivi unajisikiaje mwanao anavolia kisa njaa? Kama ukumtaka huyu mtoto ungesema toka mimba ili mimi nijue hana baba kuliko kumnyanyasa mtoto. Nyamaza mama. Njoo. Nyamaza. Hivi juzi tulivyokuja ulituona si vinyago, si ndio? Sasa kauli gani hizo mama Aisha? Sio kauli gani. Juzi nilivyotoka hapa ulisema utanipigia nije nichukue hela. Nilivyoondoka tu ulisahau hapo hapo. Kwa hiyo uliona mimi naongea ujinga kuhusu malezi ya mwanao, si ndio? Unanifanyia hivi. Au mimi sio mwanao? Hapana mwanangu. Hapana mwanangu Aisha. Mimi ni baba yako na nakupenda sana mwanangu. Hebu
nenda kwanza, simama pale nje niongee na mama, sawa? Mama Aisha, mimi nilishindwa kukupigia simu, yaani ile siku umetoka tu na mwenye nyumba kanipigia simu. Unipigia simu anataka kodi ya pango lake. Kwa pesa ikashindwa kugawika. Mimi hayo hayanihusu. Ninachotaka ni pesa ya matumizi. La sivyo, nitavuruga hii ofisi yako yote. Hutoamini nakwambia. Mama Aisha, hayo ni mambo ya kuelewana tu. Mbona unataka tuzalilishane hapo, unajua ni ofisini lakini. Nataka jibu moja. Mahitaji unatoa, hutoi? Hapa na bado asubuhi, si unajua. Kinachofuata ni kupajua kwako. Utamkuta mwanao. Karibu. Karibu. Asante. Shabani nimemkuta? Ndio, umemkuta. Karibu. Karibu Ashamu. Eruka. Za nyumbani Basha. Aviola, huyu ni shemeji yangu, anaitwa Ramso, ni kaka wa mwalimu mke wangu Isabela. Kwa shemeji, huyu ni mwana hapa anaitwa Aviola. Nashukuru kukufahamu. Asante, karibu. Bwana Shabani, nadhani ujio wangu unautambua vizuri. Ndiyo, nilikuwa nataka nijipange ili niweze kufika nyumbani kwa mzee, ila kwa kuwa umeshafika hapa ni vizuri zaidi. Sitakuwa na muda mwingi wa kupoteza. Nikabidhi posa pamoja na mahali, na pia nipatie nguo za marehemu mdogo wangu Isabela na vitu vyake vyote. Shikamo auntie. Marahaba. Shogangu, una mtoto mkubwa hivi na unafanana naye hatari. Ndo festiboni wangu nakwambia, wa kujifunzia mwenzio. Vipi na wewe? Nimekuona toka kule huko hai. Vipi kwema? Ukwema utoke wapi shogangu? Nimepigiwa simu na rafiki yangu huko kuna majanga, ndo kwanza nataka niende. Afu kwanza tukiachana nayo yote shogangu, kwanza nitembee na hela yako, bora hata tumeonana. Hii hapa. Nisije nikala, maana mwenyewe mambo mengi hatari. Asante besti. Mchezo wangu unaanza leo. Vipi? Niandike mawili. Eliza huyo. Naona saizi mambo yako lele. Usijali shogangu. Acha kwanza niende hivi, maana ninaumpia nataka nikupatie. Ila sasa upo nusu. Ngoja niende huko nikaujazilizia afu nakuja nikupe. Si niambie na wewe hata kidogo. Wewe naye, si nimekwambia nakuja nikupatie, acha niende kwanza. Baadaye. Eliza huyo. Twende mwanangu. Hivi hapa mwanangu. Ina maana hivi tu ndio vitu vya marehemu mdogo wangu Isabela? Ndio bwana shemeji. Hakuwa na vitu vingine vyovyote zaidi ya hili begi. Sawa. Kuhusu vitu vya marehemu mdogo wangu tumemaliza. Nikabidhi hiyo posta pamoja na mahali. Kiukweli kwa shemeji,
hali yangu mimi bado ya kifedha ni ngumu sana. Nilikopo naomba unisaidie japo mwezi huu mmoja tu, kisha nikamilishe kila kitu. Unajua umenishtua sana. Kwani kuna nini? Punguza sauti, mume wangu yupo ndani kwanza. Yaani umenifanya nitembee utafikiri nakimbiza. Kwani kuna nini kinaendelea? Yaani sijui hata nianzie wapi. Naomba uniambie, unajua kuna ndugu yote mjini zaidi yangu mimi? Ni kweli Eliza. Shemeji yako unahisi kajua kila kitu. Ameniuliza maswali magumu yanaonyesha fika anajua kwamba ujauzito sio kwake. Yaani muda wa kuishi ndani unaona kabisa unahesabika. Nadhani unakumbuka maneno yangu. Saizi akikufukuza unaenda wapi na hilo tumbo? Yaani hicho ndo kinachoniumiza kichwa. Maana nilivyotoka nyumbani, nilibadilisha laini. Sijamtafuta mtu yoyote nyumbani, sijaongea na yoyote. Hawajui kama naishi na mwanaume wala hawajui kama mimi ni mjamzito. Yaani hapo ndo kinachoniumiza kichwa hicho tu hapo. Kwa tunafanyaje? Subiri kwanza ndugu yangu niende ndani. Nikishaingia ndani nitakwambia kila kitu kwa sababu umemwona alikuja shemeji yake yule aliyopishana naye. Ni kakake Isabela. Amekuja hapa amebeba nguo za marehemu zote. Kwa huko ndani sielewi walikuwa wanaongea nini, wanajadili nini. Ngoja kwanza niende nikajue, alafu nitakupigia simu shoga. Hii nyumba ina mambo. Jambo mtoto mzuri. Sijambo. Shikamo. Marhaba. Wewe ni mwenyeji mitai? Ndiyo. Samani, namuulizia dada mmoja hivi. Anaitwa Viola. Mwenyewe ni mweusi pia ni mrefu kidogo. Kwa maelekezo niliyopata nimesikia anaishi mitai hapa. Sijui unaweza ukawa unamjua? Ndio namjua aje anapoishi. Unaweza nipeleka? Ndiyo. Basi naomba nipeleke. Sawa. Usiponiambia ukweli juu ya huu ujauzito, kiukweli tutagana majengo ya serikali. Mimi niende jela na wewe uende mochwari. Haki ya Mungu sikudanganyi. Nisikize Viola. Nacho kizungumza na ushahidi nacho. Siku hili nilikufuma unazungumza na rafiki yako. Mazungumzo yenu yote niliyasikia. Tena jana narudi ukawa unazungumza kwenye simu kuhusu huu ujauzito. Je, huu ujauzito ni nani? Wa kwangu ama wa Pablo? Huna majibu, si ndio? Karibu. Asante. Mimi naitwa Rama. Namuulizia mdogo wangu anaitwa Viola. Kwa maelekezo niliyopewa inasemekana anaishi hapa. Simfahamu huyo Viola. Jaribu kuulizia mtaa hapo juu. Sawa. Tunafanyaje sasa? Akirudi alafu akanikuta itakuwaje? Hapa hata sielewi. Unazidi kunivuruga. Nisikilize. Tunamaliza swala moja moja. Nahitaji kujua hii mimba ni ya Pablo, si ndio? Huna majibu? Unisikia? Nakusikia mme wangu. Nataka jibu. Hii mimba ni ya kwako. Na kuhusu Pablo je? Sina mahusiano yoyote mme wangu. Nisikilize. Nikija ugundua ya kuwa unanisaliti, nitakuonyesha kule usaliti wa Yuda Iskarioti alivyomsaliti Yesu. Hautoamini. Nguo za marehemu mdogo wangu hizi hapa.
umefanya kazi kubwa sana. Ila baba, kuhusu posa na mahali kasema tumuongezee muda tena. Kwa sasa na chochote. Mtume si bado wajinga kiasi hicho. Haya, kuhusu nguo Shabani kama nilivyokuagiza, umefanikiwa kuipata? Ndiyo baba, ipo huko ndani kwenye nguo za marehemu mdogo wangu. Na pia nilifanikiwa kumuona mke wake anaitwa Viola. Sasa subiri tuwatengenezee bomu. Utakuwa na mtifuano pale kwao, hawataamini kinachoendelea. Itakaa poa sana. Nini kinafuata baada ya hapa? Nitakuelekeza kwa mtaalamu uende na nguo ya huyo Shabani. Kitanda. Ndio, kitanda 1,100,000. Pia bedi sofa zipo za bei tofauti. Karibu. Karibu. Asante. Habari ya kazi? Salama. Samani, mimi sio mteja, bali namtafuta mdogo wangu anaitwa Viola. Sijui utakuwa unamfahamu. Viola? Yeah. Yupoje? Ni mweusi pia ni mrefu kidogo. Ndio, namfahamu, najua hadi anapoishi. Unaweza nipeleka? Ndio. Peleke, twende nipeleke chapu. Mablaza hapo, ngoja nimpeleke mgeni hivi mara moja. Nimezikagua nguo, ila kuna nguo sio ya dada, ni shati la mwanaume. Ili hapa watakuwa walikosea wanavyoweka wakaweka humu. Hebu leta. Sasa nenda kaendelea na shughuli zako hapa na maongezi na kaka yenu. Sawa baba. Sasa mwanangu, nimefurahi kwa kufanikisha swala hili. Sawa baba, naomba nielekeze. Hii nguo utaipeleka kwa mtaalamu sumu ya nyoka. Ukifika ukimweleza tu nimeagizwa na mzee Nzoa, utakuwa na maneno mengine yote ya kumweleza yeye, nimeshazungumza naye. Sawa. Ni mbali? Hapana, si mbali sana. Wewe jihimu asubuhi na mapema kwende. Kwa Esther, hivi umekumbuka kupeleka chakula kwa mafundi seremala? Nimesahau, hapana sijapeleka. Ila wewe jamani, yaani muda wote nimeongea hapo upeleke chakula na haujapeleka. Mwisho wa siku uanze kulalamika biashara mbaya, kumbe ni uzembe wako mwenyewe. Habari dada? Salama, karibu. Asante. Mimi ndapata chakula? Ndio, kuna wali na ugali. Karibu. Naomba nisaidie wali maharage. Aya, sawa. Karibu nawe hapo. Esther, shoga yangu, mimi kama vile nimetokea kumwelewa huyu kaka, ila anaonekana kama vile hayuko sawa, sijui ana mawazo ya nini. Sielewi hata anamwingiaje nipate namba yake. Sawa. Unawataka mpaka wateja? Huoni kama tunaharibu biashara? Haya, akikubali kesho akija kula chakula atalipa. Hivyo tu? Hata sio hivyo. Mimi toka kifo cha dada yangu sijawahi tamani kuingia kwenye mahusiano. Naogopa sana wanaume. Na laiti ningemjua huyo mwanaume aliyehusika kwenye kifo cha dada yangu, nisingemsamehe. Kafanyaje? Ni story ndefu, kuna siku nitakusimulia. Na ndio maana mimi naona bora niende kukesha klabu tu nipoteze mawazo. Klabu tena? Hai. Naomba ndizi za 500. Nipe chenchi yangu. Chenchi? Hujanipa hela? Wewe mwanamke, unajichetua eh? Nipatie chenchi mimi niondoke.
Kaka, umekuja hapa umeomba ndizi nimekupa, hujanipa hela, sasa nitakupeje chenchi? Nisikilize, nitavuruga biashara yako sasa hivi. Sio wengine tumeshavurugwa na maisha. Nimekupa 2000, sasa hivi unanikatalia. Nisikize nikwambie, kama wewe umechanganyikiwa, mimi nimechanganyikiwa mara mbili yake. Hujanipa hela. Unanipa chenchi au haunipi? Wewe kaka vipi? Nakupeje chenchi wakati hujanipa hela? Shafika, nyumba yenyewe ndio hii hapa. Ndo hapa? Ndio. Una uhakika kwamba ndo hapa? Sikiliza. Hapa uliponileta jana nilishafika na nikaambiwa kuwa aishi hapa na hawamjui. Wewe tena unanileta hapa hapa? Ndio, anaishi hapa Viola. Odi. Karibu. Karibu. Shikamoo kaka. Bwana. Nilimleta mgeni wako. Mimi ngoja niende nikamalizie kazi ya watu hivi. Asante, tunashukuru sana. Simbai. Unajua nakutafuta sana na nina muda mrefu hapa mjini. Nazurula kama chizi na kutafuta wewe. Kumbe uko tu hapa. Jana nilikuja hapa nikaambiwa kuwa hawakujui na uishi hapa. Ni kweli hauishi hapa? Hapana kaka, naishi hapa. Na unaishi na nani hapa ndani? Kuna mwanaume naishi naye. Ndugu wangu, yaani umeolewa na una mimba, alafu sisi ndugu zako hatujui? Dada, unarudi na chakula? Dada. Asante kwa chakula na nimependa huduma yako. Kweli umependa? Yeah, I like it. But kama utojali, nilikuwa naomba nisaidie namba yako ya simu. Next time ninapotaka kuja, niwe tunakupigia simu unaendelea kabisa ili nikifika tu niweze kula. Sawa, nitafurahi kukuona tena. Unaitwa nani vile? Naitwa Sara. Ya kwangu Saif Shabani. Okay, Sara. Karibu tena Shabani. Asante. Bili yangu shilingi ngapi? Ni shilingi 2000. 2000. Asante. Hapa chenji tuna, nilikuwa naomba niende nikatafute chenji na moja narudi sasa hivi. Amna, usijali. Hiyo chenji utakunywa soda, mtoto mzuri, sawa? Ndio, kweli. Asante. Fanya unachofanya ili nione kama we ni muuni kweli. Hunitishi kwa lolote. Jamani, kuna nini kinaendelea hapa? Huyu kaka anataka kunitapeli. Kutapeli? Kutapeli kivipi? Hebu nisikize naye sister. Nimefika hapa nikamwambia naomba ndizi za 500. Nikampatia pesa shilingi 2000. Sasa hivi nadai chenji eti anasema sijampa. Kaka samani. Nilikuwa naomba ujaribu kuangalia mfukoni mwako. Inawezekana labda ukao umejichanganya sehemu. Sio rahisi hivyo. Hicho ni nini? Nakuuliza wewe, hicho nini? Kwa hiyo ulikuwa unataka kuniibia, si ndio eh? Nisamee dadangu, kweli nimevurugwa na maisha. Kaka, siku nyingine wewe makini. Usije ukajichanganya ukaingia sehemu ambazo sizo. Samani dadangu. Yaani kwa usimati alionao, huwezi hata kumzania. Pole sana yangu. Haya, karibu besti. Asante.
Nilikuwa naomba uniwekee nyanya za shilingi 500 na kitunguu cha 100. Haya, poa. Asante. Karibu. We ni mgeni hapa? Kidogo, sio sana. Karibu. Wewe unakuja kuniungisha, maana yake leo umenisaidia. Yule bwana ulikuwa mdomo tu, ila mimi uwezo wa kugombana naye nilikuwa sina. Asante kwa kunisaidia. Hamna shida. Pole sana lakini. Haya, asante. Karibu. Asante, mimi naenda. Haya. Nisamehe kaka. Okay, sawa. Lengo la kukutafuta ni kukupa taarifa kuwa mama amefariki na ni mwezi sasa unaisha. Na kabla hajafariki alitamani sana aonane na wewe. Kumbuka kuwa wewe ni mtoto wa kike pekee wa mama. Hivyo unatakiwa urudi nyumbani ukaani msiba wa mama. Ungekwambia vipi wakati mawasiliano na wewe sisi hatuna? Nilitamani sana tukwambie, lakini ndio hivyo, mawasiliano na wewe sisi hatuna. Kion. Wewe ulisema mjua huyu mtu? Samani kwa hilo, lakini kwa sasa naomba tujue msiba mama uko wapi. Unataka kujua taarifa ya msiba wewe kama nani labda kwenye familia yetu? Wewe, nini shida? Tupana nyumba sana. Umekula nini uko shule? Sijala kitu chochote. Mungu wangu. Wazazi wako wako wapi? Nashina babata. Nyumbani kwenu ni wapi? Makorongoni. Makorongoni? Okay, sawa. Nyanyuka twende. Nyanyuka twende kazini kwangu. Nyanyuka. Pole, jikaze pole. Pole. Hivi chakula nakula bure au? Kwa nini? Yaani chakula nimeagiza zaidi ya masaa mawili ndio mnaniletea sasa hivi. Tusamee, Sala alisahau ndo ameniambia sasa hivi. Mimi nimegaili siri. Kakaangu, tusamee, tutarudia tena kuchelewesha chakula. Mnaniforce, nishawaambia mimi ili kama kesho mjifunze kujali wateja wenu. Sawa. Dada muuza chakula. Hicho chakula shilingi ngapi? 2000. Nitakilipia leo, utakula wewe. Siwezi kula chakula cha mteja na hivi umeshakilipia, wewe kula tu. Nishakwambia mimi sili. Vipi? Kulikoni? Mbona unarudi nacho chakula? Mteja amezila kula, amesema tumemcheleweshea. Jamani, umeona sasa? Hicho ndio ulichokuwa unakitaka. Tumeshapoteza mteja na mavyakula yamejaa topu kwenye sufuria. Nipe hicho chakula. Kaisha mwanangu. Kula chakula sawa? Vipi? Wakati natoka kununua nyanya gengeni, nimekutana na wewe mtoto amelala tu chini kwa barabarani analalamika tumbo linamuuma. Nikaona ni bora nimsaidie. Sasa Sala, unamsaidia mtoto na anaumwa na haumjui, akikufia je? Yes, jamani. Kwa hiyo ulikuwa unataka nimwache? Mimi nimekupa wazo tu. Ila kusaidia
utakuja kusaidia na majini. Roho mbaya tu, kumbuka hujazaa wewe. Aisha, malizia kula, nikupe dawa unywe, uende nyumbani, sawa? Sawa. Sasa kita simti. Hujambo mtoto? Jambo. Shikamoo aunti. Vipi, utakuwa umenionea mwanangu Aisha huko shuleni? Ndiyo, nilimwona break ila mpaka tunaruhusiwa sijamuona. Kumbe wewe ni mama yake? Ndiyo, mimi ni mama yake. Vipi, utakuwa unawajua marafiki zake anaocheza nao shule? Hapana, ana rafiki mwingine zaidi yangu mimi. Mwenyewe nilimtafuta ili turudi wote lakini sijamuona. Mungu wangu, atakuwa wapi binti yangu jamani? Usijisumbue kwenda kumtafuta shuleni kwa sababu wanafunzi wote tumeondoka. Wewe unaishi wapi? Naishi mitaa pale. Unaitwa nani mtoto mzuri? Naitwa Latifa au Tifa kwa kifupi. Basi sawa mwanangu, ngoja mimi niendelee kumtafuta. Hata mimi nikimuona nitamwambia arudi nyumbani. Sawa. Unajisikiaje kuishi na mtoto wa watu bila ya kwenda kujitambulisha kwao? Kwanza kabisa naomba unisamehe. Nilikuwa na mpango wa kuja nyumbani. Na nilivyokuja jana ukaniambia kuwa Aishi hapa na umjui, ulikuwa na maana gani? Ni kweli kabisa. Naomba nisamehe kwa hilo. Kwa sasa naomba tushiriki kwanza maziko ya mama. Kuhusu mimi na Viola tutazungumza hapo baadaye. Na vipi angekufia humu ndani? Ungepeleka wapi mwili wa mdogo wangu? Sasa mimi naondoka na mdogo wangu. Kama utakuwa unamhitaji utamtafuta. Na kumbuka unavyokuja ujipange. Sawa shemeji. Mimi sio shemeji yako. Sawa. Nitakuja sitakawia. Aisha, ulikuwa wapi mpaka muda huu hujarudi nyumbani? Naumwa mwenzio. Unaumwa nini? Natoka break sijakuona. Tumbo lilikuwa linaniuma nikaomba ruhusa kwa madam. Nilipofika njiani maumivu yakazidi akawa makali. Pole jamani, mama yako anakutafuta sana. Na mimi ninapotoka shule aliniuliza lakini nikamwambia sijui, kumbe unaumwa. Ndiyo, kuna dada alinisaidia akanipeka kazini kwake akanipa chakula na dawa, sasa najisikia nafuu. Pole sana. Na leo Madam Faida ametupa homework. Lazima rafiki yangu na mimi niende nikaandike nyumbani. Nitakuletea, ngoja nikapeleke kwanza hivi vitu nyumbani. Sawa Tifa, sisahau basi. Haya, bye. Shogangu, vipi? Mbona upo hai hai? Yaani hivi ninavyokuambia, mwanangu mpaka sasa hivi hajarudi shule. Na sio kawaida. Inawezekana bado akaipo kwenye michezo. Si unajua watoto tena? Sidhani, maana hapa ninavyokuambia nimetoka shule. Na wenzio wote wasao wameruhusiwa leo mapema, sijamuona. Lakini nakumbuka wakati natoka pale gengeni kwako, kuna mtoto nilimkuta analalamika tumbo linamuuma. Nikamchukua, nikaenda naye pale kazini kwangu. Nikampa chakula, nikampa na dawa, akakaa sawa, nikamruhusu aende nyumbani. Ukumuuliza anaitwa nani? Jina nilimuuliza. Aliniambia anaitwa Aisha. Ni binti yangu, yuko wapi?
nilimnusu akaenda nyumbani. Kwa hiyo inawezekana labda kuna sehemu mmepishana. Ngoja kwanza nimuwahi. Aisha mwanangu. Umekutwa na nini? Tumbo lilikuwa linaniuma mama. Nikaomba ruhusa kwa madam. Nilipofika njiani maumivu akazidi akawa makali. Kuna dada alinisaidia akanipeleka kazini kwake, akanipa chakula na dawa. Nimekutafuta mwanangu kutwa nzima. Kuna rafiki yako nimekutana naye ameniambia hajakuona shule toka kipindi cha mapumziko. Na huyo dada alokusaidia nimekutana naye ndo akaniambia wewe umerudi nyumbani. Kitu gani ambacho hujakielewa hapo mdogo wangu? Kaka, kwani mna mipango gani juu ya hilo shati? Mdogo wangu, ukiambiwa kuwa uyaone sio magorofa. Tunataka tumfundishe adabu huyu aliyekuwa shemeji yako kwa kosa la kusababisha kifo cha dada yako. Kaka, kwani wewe unamjua huyo mwanaume aliyehusika na yote? Ndiyo namjua. Na hapa nataka tumuoneshe kwa familia zingine sio za kuchezewa. Yaani kaka, nimefurahi sana kusikia hivyo. Na natamani hilo jukumu aliyokupatia baba angenipatia mimi. Mdogo wangu, nyie watoto wa kike mna mioyo mepesi sana. Haya mambo yanahitaji mtu mwenye moyo mgumu. Mna huruma sana nyie. Haya sawa kaka. Nakuombea ufanikishe. Basi kwa sababu sijajua huko ninakoenda tutatumia muda gani? Basi tutaonana nikirudi. Haya sawa. Oh, Latifa karibu. Asante. Mama, kwani unamjua? Ndiyo namjua. Huyu ndio yule nilokuambia nimekutana naye rafiki yako. Unaendeleaje rafiki yangu? Naendelea vizuri. Nimekuletea daftari hili, Madam Faida amesema kesho tutakusanya ili akague kazi tulizozifanya nyumbani. Sawa, nitaandika sio muda, lakini daftari nitakuletea kesho shule. Sawa, mimi naenda. Latifa, subiri tule. Asante, nimeshakula, nitakula siku nyingine. Haya, karibu mwanangu. Mimi naenda. We Aisha, siku nyingine ukiwa unaumwa, usio unarudi peke yako nyumbani. Huo unamuomba rafiki yako anakusindikiza nyumbani. Sawa? Sawa mama. Alafu Esther, na kitu nimekumbuka. Hukunimaliziaga ya story kuhusu kifo cha dada yako. Ilikuwaje kuwaje? Ewe sala kwa umbea wewe. Bado hujasahau tu. Nawezaje kusahau jambo kama hilo? Ndugu yangu, hao wanaume ni wabaya sana. Dada yangu aliolewa kwenye ndoa ya mkopo kipindi mimi niko shule. Ndoa ya mkopo? Ukiwa na maana ipi? Kuna mwanaume dada yangu alimpenda sana. Si unajua si wanawake tukipenda. Akaamua kwenda kuishi naye bila kutolewa posa wala mali. Sasa wazazi wako walikubaliana na hili swala dadako kwenda kuishi bila kutolewa chochote? Hilo swala mimi niliwauliza, wao walichodai kuwa mapenzi sio pesa, ni upendo na amani. Amani ipi ambayo inazungumziwa hapo? Baada ya kifo au? Yaani Sara, mpaka hapa ninavyokuambia, dada yangu ameishi kwenye ndoa miaka 3. Hajatolewa hata 100 nyumbani. Kwani dada yako aliumwa au aliuawa? Mdogo wangu, nyamaza sasa. Toka mjini unaliaga tu, kichwa kitakuuma. Kaka, hivi kweli simuoni tena mama yangu? Nipeleke nikaone kaburi la mama yangu. Sawa, tutaenda, ila muda mzuri ni asubuhi. Alafu kaka, mbona toka tumefika hapa sijamuona baba? Yuko wapi? Baba kasafiri kimatibabu, kaenda Dodoma. Kwa nini mmepeleka mbali huko wakati hospitali hapa zipo nyingi? Ni kweli hapa hospitali zipo, ila hospitali za huku zote tumezunguka tumeshindwa. Na ameenda na nani huko? Ameenda na mama mkubwa.
Ingia ndani ukapumzika ili kesho asubuhi tuelekee makaburini ukaani kaburi la mama. Sawa. Tangulia nakuja. Aisha mwanangu, nipe hizo daftari nikague, maana toka ifungue shule sijakagua kabisa maendeleo yako. Hizi hapa mama. Mbona daftari chache? Daftari nyingine ziko wapi? Nakuuliza wewe, daftari nyingine ziko wapi? Nimekusanya mama. Mmekusanya daftari ngapi? 2. Shule inapofungua nilikukabidhi daftari ngapi? 12. Daftari zingine umeweka wapi? Wewe, nitakuzibua wewe. Niambie daftari zingine ziko wapi? Mchepuko? Ndiyo, na huyo mwanaume alivyokuwa hana haya, akamchukua wewe Mchepuko kumpeleka kwa dada. Kubwa kuliko dada na wewe Mchepuko ni marafiki. Mbona balaa? Na hilo tukio ndio lilomfanya dada akafa kwa presha. Cha kushangaza zaidi, huyo mwanamke anaishi naye mpaka leo. Na huyo mwanaume, wewe unamfahamu? Simfahamu, lakini kaka na baba wana mpango wa kumfunza adabu huyo malaya. Kumfunza adabu? Wanataka kumfanya nini? Sijajua, lakini hapa tunavyoongea kaka ameshaenda kwa mtaalamu. Bora wamfunze adabu, watu pengine atatuheshimu sisi wanawake. Na kushangaa na wewe jana mwanaume umjui umeshaanza kumpapalikia. Shauri yako. Kiukweli nimempenda sana huyo kaka. Hapa nilipo nampigia simu zangu apokee. Nilikuwa na mpango niende huko kwake nikamliwaze, make niliona kama hayuko sawa. Kweli mapenzi ni kichome cha taifa. Aisha, usiponiambia ukweli, hii fimbo itaishia mwilini mwako leo. Haya, niambie. Daftari umepeleka wapi? Mama, usinipiga, nitakwambia ukweli. Sema. Wakati nataka niende chooni nikaacha mfuko wa madaftari. Naenda chooni, naporudi sijaona madaftari. Mama, usinipige, bado naumwa. Kwa hivyo daftari zimepotea lini? Jumatatu iliyopita. Hivi wewe, toka Jumatatu iliyopita hujasema chochote, umenyamaza tu. Kwa hiyo ulikuwa uandiki siku zote hizo? Nakuuliza wewe Aisha. Wewe wa fimbo. Nakuchapa. Hebu niache. Wewe, nasemaje ukae huko. Mshenzi wewe, na uende ukamwambia babako wewe upuuzi. Una adabu wewe. Hii ni kwa ajili yako mdogo wangu Isabela. Karibu Lamso. Nimekuona ukija toka mbali. Karibu. Hii ni sehemu ambayo watu huja kutafuta haki. Haki hiyo ambayo hawezi kuipata kwenye sheria. Shati hili hapa nimeelekezwa na babangu Mzee Zoa. Jikaze mdogo wangu. Kaka, namwona mamangu kaburini. Amka mama. Mama amka.
Amka mama, amka uniambie ulichotaka kuniambia. Amka mama, amka. Amka mwana mjukuu wako. Nimefuata haki ya mdogo wangu Isabela. Unataka naye afe? Hapana, asife. Nataka ateseke maisha yake yote asije kafanikiwa. Nimemwona mbaya wa mdogo wako mwingine. Huyu naye tumfanyaje huyu mwanamke? Huyu ndio sababu ya kifo cha mdogo wangu. Kumbuka, kuna gharama. Kisasi cha damu hulipo kwa damu. Je, uko tayari kulipa gharama kijana? Kwa sababu ya mdogo wangu, nipo tayari. Itakuwa hivyo kijana. Ila kumbuka, ukipanda upepo, utavuna kimbunga. Mdogo wangu Isabela, kwanzia leo itakuwa siku yako ya kulala kwa amani.